Zifuatazo zinaweza zikawa sababu za msingi za mtu kufanya IVF. Namba moja ni kwamba mtu amekaa katika ndoa kwa muda mrefu na anaona umri wake unajaribu kusogea. Huyu mtu ana sifa ya kufanya IVF. Namba mbili ni kwamba mirija ile imepimwa na wataalamu wakathibitisha kwamba imeziba, na ikipimwa ikakutwa kwamba imeziba. Ukweli ni huu, hakuna sababu nyingine yoyote ambayo imeshawahi kuelezwa ya kisayansi inayoweza ikapelekea ile mirija kuzibuliwa, unless haikuziba. Unaweza kukuta ilikatwa kabisa, pengine mama alifungwa kizazi. Huyu anaweza akafanyiwa IVF na akapata watoto wake vizuri sana. Sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea mtu akafanyiwa IVF ni pamoja na kuwa na vimbe nyingi zikazuia mpaka ile mbegu kuwa inapita kwa ajili ya kwenda kurutubisha yai. Kwa maana ile natural process inakuwa diminished na zile vimbe ambazo ziko kwenye lile tumbo la uzazi. Kwa hiyo inapelekea kwamba huyu mama anashindwa kupata mimba kwa wakati. Kwa maana hizi sababu zinazo kuwepo ambazo zinapelekea mtu kukosa kuwa na sifa ya kufanya IVF zinaweza zikawa nyingi na zikapungua kulingana na mahitaji ya watu. Lakini kuna wengine wanatamani kufanya IVF. Kwa mfano msichana hahitaji mwanaume. Yeye hahitaji mwanaume yoyote. Anachokitaka yeye tu ni kwamba azae. Kwa hiyo anaweza pia akafanyiwa IVF mtu wa namna hii. Lakini pia kuna wengine wanaishi mbali. Kila mtu anakaa mbali, mwanaume anaishi mbali, mwanamke anaishi mbali, wakatamani pengine awepo mtu aweze kuwasaidia kupata yule mtoto, kwa maana ya surrogate mother. Basi hiyo nayo pia inaweza kuwa sababu ya kufanyiwa IVF. Na sababu zingine kama vile PCOS, mtu ambaye mayai yake hayapevuki, huyu ana sababu pia ya kufanyiwa IVF. Kitu kingine ambacho kinaweza kikawa sababu ya kufanyiwa IVF ni pamoja na mbegu za mwanaume kuwa kidogo. Mbegu za mwanaume zinapokuwa kidogo, low sperm count, inaweza kuwa sababu kubwa ya kufanyiwa IVF. Lakini kingine azoospermia, kwa maana kwamba mtu ambaye amethibitika kwamba hana mbegu kabisa katika kipimo chake. Kuna kitu kinaitwa sperm retrieval ambacho wataalamu wanakifanya kwa ajili ya kuaspirate zile mbegu kutoka kwenye core ya uzalishaji wake, kwa maana kwenye testicles, ili kusudi zikaweza kutumika kwa ajili ya IVF. Kwa hiyo sababu zinaweza zikawa nyingi. Kwa mfano, akina baba, habari njema ni hii. Kwa wale ambao walishawahi kupimwa wakaambiwa kwamba wana low sperm count, hao wanaweza wakafanya IVF kwa wake zao na wakapata watoto wengi tu na wakutosha. Lakini pia kwa wale waliowahi kupimwa wakaambiwa wana azoospermia, kwa maana hakuna mbegu kabisa iliyoonekana kwenye ile semen analysis. Kwa hiyo hawa pia wanaweza wakapata watoto wao. Hiyo inawezekana kwa sababu kuna mbinu sasa za kisayansi ambazo zinawafanya wataalamu waifate mbegu kule inakozalishwa kwenyewe na kuweza kuiaspirate ili kuja kutumika kwa ajili ya IVF. Kwa hiyo akina baba, hakuna sababu ya kuogopa sasa. Mkombozi wa matatizo ya ugumba kwa akina baba amekuja, ambaye ni IVF. Utapata watoto wako wazuri, utawafurahia, utakuwa na furaha katika nyumba yako. Wala usiogope, na wala usiogopeshwe na majibu yoyote ambayo yanaweza yakaja kwa dunia ya sasa. Wewe dada, kama umeambiwa hauwezi kupata mtoto kwa sababu mirija imekatwa ama imeziba, pengine labda ulipata ugonjwa wa TB au magonjwa ya zinaa au magonjwa mengine yakapelekea ile mirija ya uzazi kuziba, habari njema ni hii. IVF ndio suluhisho kwa mwanamke yoyote ambaye mirija yake imeziba. Lakini pia kwa mwanamke ambaye kizazi chake kilinyofolewa, pengine kwa sababu zingine za kiafya, pengine kilikuwa na mauvimbe mengi kikaondolewa,
pengine kilipasuka wakati anajifungua pengine mtoto, alafu mayai yale yakabaki. Mayai yale yanapobaki, unaweza kupata mtoto wako mwenyewe kwa kutumia surrogate mother, kwa maana mama mwingine anakubebea mtoto wako. Hiyo inawezekana. Kwa hiyo wewe binti ambaye pengine umeambiwa au ulijifungua ikatokea damu nyingi zimetoka, alafu baadaye wakaondoa kizazi chako, bado una habari njema kwamba unaweza kupata mtoto wako kwa namna nyingine. Lakini pia habari ya IVF. IVF ni rahisi kuifanya. Na IVF sio kitu ambacho pengine kinakuhitaji wewe uache kazi yako uanze kushughulika kwa habari ya kuendelea na IVF protocols. Hapana. IVF ni huduma ambayo ni shirikishi. IVF ni matibabu ambayo ni rafiki. IVF ni matibabu ambayo unaweza kuyafanya kokote kule uliko. Hata kama uko mbali na mtaalamu wako wewe, unaweza kuyafanya kokote kule. Ila yawepo tu mawasiliano ambayo yatakuwa yanawawezesha kupeana taarifa za mabadiliko ya mwili pamoja na namna gani ya kutumia dawa ambazo mtaalamu amekuwekea, ili kusudi mwisho wa siku aweze kuvuna mayai ambayo yamekomaa. Kingine, time limit ya kufanya IVF ni 4 weeks to 5 weeks. Lakini inaweza ikabadilika kulingana na nature ya mama mwenyewe. Pengine zile dawa hazijastimulate kwa wakati, pengine zile dawa zimemfanya pengine akapata complication, wakati mwingine withdraw kutokea kwenye matibabu yake. Pengine kuna failure rate ndogo ya zile dawa kutofanya vizuri kulingana na mtaalamu alivyotarajia. Kwa hiyo time inaweza kubadilika kulingana na mama mwenyewe anavyorespondi kwenye matibabu yake. Lakini huduma ya IVF hufanyika katika kati ya wiki 4 mpaka 5 na inakuwa imeshakuwa imekamilika. Kwa hivyo hakuna sababu ya kuogopa kufanya IVF, kwani IVF ni rafiki. Matibabu ya IVF yanafanyika kwa muda wowote ambao wewe unajisikia kufanya, na pia sio kwamba yanamuinvolve sana huyu mama lazima aonane na mtaalamu mara kwa mara. Hapana. Hizi ni swala tu la kuweza kupanga namna gani mkafanye hiyo IVF, alafu mwisho wa siku muweze kufikia lengo la kupata mtoto wenu. Kitu kingine ambacho kimekuwa kikijadiliwa sana katika jamii kwamba baba anadhani pengine mtoto yule atakayezaliwa ni tofauti. Mtoto anayezaliwa kwa njia ya natural process na mtoto anayezaliwa kwa njia ya IVF wote wako sawa. Na mpaka sasa inakadiriwa watu zaidi ya milioni 8 duniani wamepatikana kwa njia ya IVF. Kwa hiyo IVF ni halisi. IVF ni kitu ambacho kimeleta furaha katika jamii. Watu wameweza kufurahia ndoa zao. Watu wamerejesha tabasamu katika familia zao kwa sababu ya matibabu haya mazuri ya IVF. IVF ilianza mwaka 1965 huko nchini Italy, na baadaye mtoto wa kwanza alipatikana mwaka 1978 katika nchi ya Uingereza. Kwa hiyo ukweli ni huu, IVF ni halisi. IVF imeleta tabasamu. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuogopa kufanya IVF. Akina baba, hata kama umeambiwa mbegu zako ni kidogo, hata kama umeambiwa kwamba mbegu zako zile hazionekani kabisa, usikate tamaa. Nenda kawaone wataalamu. Kuna njia nyingine nzuri tu ambayo inaweza kukuwezesha wewe kupata mtoto wako vizuri. Lakini kingine ambacho ni cha kutia moyo zaidi ni kwamba IVF imekuja na tabasamu la ajabu sana. Kwa maana sasa hakuna mtu ambaye hataitwa baba katika dunia hii. Na hakuna mtu ambaye hataitwa mama katika dunia hii. Ni swala la kuamua tu. Naielekeza, naiomba jamii, wewe dada, wewe kaka, wewe shangazi, tafadhalini sana mfate maelekezo ya wataalamu. Unapokaa kwa muda mrefu katika ndoa na hauoni kwamba umepata mtoto na hampati ujauzito, na mkakaa kwa muda mrefu katika ndoa hampati ujauzito,
wote wawili nendeni katika kituo cha kutolea huduma za afya, anzeni kuchunguza ni kitu gani kinapelekea nyinyi msipate mtoto. Kama inavyojulikana kwamba neno ugumba linakuja tu pale mwanaume na mwanamke wanapokaa kwa zaidi ya mwaka mmoja huku wakishiriki tendo la ndoa bila kutumia kinga, wakishiriki mara kwa mara bila kutumia kinga kwa muda wa mwaka mmoja na zaidi, wanapojikuta hawapati mtoto, basi hawa wanaitwa wagumba. Na ikitokea kwamba wanakuwa wagumba kwa maana kwamba hawapati mtoto katika kipindi chote hicho, mnapaswa wewe baba, wewe mama, wote muende pamoja mkapate huduma ya vipimo kujua shida ni nini inayopelekea kukosa mtoto. Kwa sababu 30% ya matatizo ya ugumba yanasababishwa na mwanamke, lakini 30% pia ya matatizo ya ugumba yanasababishwa na mwanaume. 20% haijulikani, lakini 20% tena ni matatizo ya infection. Kwa maana hiyo 10% zinalingana kati ya baba na mama. Namna gani wanaweza wakasababisha ugumba katika familia zinalingana. Kwa hiyo baba ana 30%, lakini mama pia naye ana 30% zinazopelekea kusababisha ugumba katika nyumba. Baba hasa, kitu ambacho kinasababisha ugumba katika familia ni kukosa mbegu ambayo inaweza kurutubisha yai. Hii ni sababu kubwa ambayo imejitokeza katika jamii yetu. Na hili swala linatibiwa. Mbegu zinaweza zikawa kidogo, na wakati mwingine mbegu zinaweza zisiwe zinatosheleza, kwa maana kwamba zinakuwa zinatoka kidogo, lakini zingine zinaweza zikawa zinatoka kidogo huku zina matatizo ya kiafya zenyewe. Unahitaji kupimwa mapema na kujulikana una tatizo gani, ili kusudi wataalamu waweze kucorrect ile hali, waitengeneze ikae vizuri. Na wakati mwingine baba, sababu zifuatazo zinaweza zikapelekea baba akatoa mbegu ambazo hazina ubora, ikiwa ni pamoja na pombe kali na pombe za kupindukia, ulaji mbovu, wakati mwingine matumizi ya soda pamoja na sukari ya kupindukia. Haya yanaweza yakaathiri mbegu za mwanaume. Lakini pia ukiacha katika ulaji, namna tu ya maisha, ule mwenendo wa maisha, baba hapumziki, hapati muda mzuri wa kupumzika, hatulizi akili yake. Hii inaweza ikapelekea pia kuathiri mfumo wa uzalishaji wa mbegu. Lakini kwa kina mama, sababu zifuatazo zinaweza zikapelekea huyu mama kukosa mimba kwa wakati. Ya kwanza ni mfumo wa homoni kuharibika. Ya pili ni mayai yasipopevuka. Cha tatu ni pale ambapo anakuwa na uvimbe kama PCOS. Cha nne, milija ya uzazi inapokuwa imeziba au imefungwa. Hiki kinaweza kikampelekea pia mama huyo akafanya nini? Akakosa kupata mimba kwa wakati. Kwa hiyo mkawaone wataalamu ili waweze kuwafanyia uchunguzi na baadaye mkapate matibabu sahihi kwa wataalamu wa afya.